Na bimpumbavu. Unajua hiyo pesa nilokupa ina maana gani? Nitaijuaje maana yake na hali ya kuwa huku niambia chochote kuhusiana na pesa husika? Mimi mawazo yangu na fikra zangu najua umenipa kama binadamu mwenzako. Hizo pesa hizo sio rushwa. Hizo pesa ni takrima. So unajua tarehe zimeshafika. Nataka Oktoba 29 umpigie diwani wangu na rais wangu Bisururu. Si umenielewa? Sasa hapa bado hamjapata uongozi wowote. Mnaanza kusambaza pesa namna hii. Mkija kuupata uongozi si inaonekana kabisa mtatuuza. Hiki sio kitu kizuri hata kidogo na sifungamani nacho hata kidogo. Labda nikuambie kitu kimoja ambacho ukifahamu wewe na hao wenzako. Mwanasiasa yoyote au mgombea yoyote atakaye kuja kwangu mimi akanipa pesa yake ili nimpigie kura, pesa hiyo nitaichukua na siwezi kumpigia kura huyo mgombea, kwa sababu hapo inasemekana au inakuwa kama amenipa rushwa mimi, na hata hivyo pia kura ni siri yangu mimi mwenyewe. Ukiona chama kinatumia nguvu kubwa ya pesa kuliko kutumia nguvu ya sera, basi ujue chama hiko kina ukakasi ndani yake na hakijiamini. Na ndiyo maana sasa hivi mnatumia watu maarufu wengi sana katika hadi vyombo vya habari ili kutuaminisha nyinyi mu watu wema. Huo ni ukosefu wa kujiamini, inaonekana wazi hamjiamini, na hiyo ni mbaya sana. Yani tukiendelea na ubabaifu huu tutajikuta kila siku tunazidi kuwataka misaada wazungu, na hali ya kuwa taifa letu lina malighafi nyingi sana. Ukiona mtu anakula wali basi ujue alitamani kuula huo wali. Alafu ni mbaya zaidi kumnyima mtu wali hali ya kuwa anatamani wali. Hapo najua kidogo huenda ikawa nimekuacha, ila kwa watu wenye fikra pana na maoni mapana kama ya kwangu mimi, hapo amenielewa vizuri. Ukipata muda urudi tena kwangu kwa mara ya pili ni kueleweshe mustakabali mzima wa taifa hili la Tanzania. Na ndio maana hata Mwalimu pia aligoma na alikataa kuwafundisha watu wapumbavu kama nyinyi. Kuna kitu kingine cha mwisho, ngoja ni kuongezee. Funguo inayotumika kufungua kila kufuli, basi funguo hiyo hutunzwa na husaminiwa sana. Lakini kufuli linalofunguliwa na kila funguo, kufuli hilo hupuuzwa na lionekana halifai katika jamii. Rudi kwenu ukipata wasaa, njoni kuambie nini maana yako. Kweli. Mjumbe, huo ulofanya wewe ni utoto, alafu pia ni ujinga. Nimekupa pesa zangu, uende ukampe ule nabii mpumbavu ili mradi anipigie kula. Mwisho wa siku nabii mpumbavu amekataa kunipigia kula. Wewe unajua pesa yangu mimi nimetoa wapi? Unajua pesa yangu mimi nimetoa wapi? Nimehangaika, pesa yangu nimekupa wewe ili mradi uende ukamshawishi, lakini umefanya vitu vya ovyo. Familia yangu imeshindwa hata kula. Nimejinyima, nimekupa pesa. Unaletea utoto mjumbe. Mheshimiwa, ujue mimi nakuheshimu. Na mtu anapokuheshimu naomba heshima ichukue mkondo wake. Umenielewa? Kwa hiyo mimi takokula angenikamata, familia yangu ongeza kuilea wewe. Unaongea nini? Wewe sikiliza nikwambie, ni afadhali hata watakukulu angekuona kuliko kupoteza hela yangu kijinga, kwa sababu pesa yangu imepotea kijinga sasa. Jamani, sikiliza nikwambie, naomba tuheshimiane. Kwa unasamini sana hela kuliko mimi hapa, kuliko utu. Kuanzia hii leo, mimi na wewe baba, kila mtu ajue ustaarabu wake. Vyama vipo kibao, nafuata chama chingine. Umenielewa baba? Ole wako nipigie simu unifuate. Mjumbe usifanye sasa, unaenda wapi mjumbe? Bwana mjumbe bwana. Wakina mama safi! Wakina mama safi! Safi!
Ni bora umwamini mtu usiyemwamini kuliko kumwamini mtu unayemwamini. Kwa sasa hivi watakuja kwenu ikiwa wamefyata mikia yao, lakini mkiwapa mahitaji yao watakuja kuwasahau na wala hawatawakumbuka hata kidogo. Ni bora tumchague kiongozi mwadilifu, kiongozi bora na si bora kiongozi. Siku zote maskini hawezi kufanikiwa juu ya mgongo wa tajiri. Kauli mbiu ni ile ile. Ni bora umwamini mtu usiyemwamini kuliko kumwamini unayemwamini. Siku zote aliye nacho huongezewa, ambaye hana unyang'anywa hata hicho kidogo ambacho hanacho. Naomba niwakumbushe kitu kimoja au niwaambie kitu kimoja kizuri ambacho mnakijua lakini huenda ikawa mmekisahau. Kwa sasa hivi watakuja wagombea tofauti tofauti kuja kuwalaghai na sera zao zisizo na maana. Wanakuja wakiwa ni wapole kama maiti ya mjane, lakini mtakapowapa madaraka hawawezi tena kuwakumbuka zaidi ya kukumbuka hasara zao walizozipata katika kampeni zao. Twendeni tukawachague viongozi bora na sio kuchagua viongozi wa design kama hiyo. Ifikapo Oktoba 29 twendeni tukatiki, lakini tunayemtikia tumwangalie na sisi atatuitikia. Tukiona hawezi kutuitikia na sisi tusimtikie. Kupiga kura ni wajibu wako wewe Mtanzania, kama mzalendo wa taifa hili la Tanzania. Usipokee pesa au rushwa au kiasi kidogo cha posho kwa ajili ya kumpigia mtu kura. Hiyo kiasi cha pesa hakiwezi kuleta maendeleo katika jamii yetu, hakiwezi kukunufaisha chochote zaidi ya kukusaidia ndani ya dakika 5. Tusiende kumchagua kiongozi kwa ajili ya vitu vyake vidogo vidogo ambavyo atatuletea kwa kipindi hiki. Ni bora ufe maskini lakini ufe shujaa. Kifo cha shujaa ni kizuri kuliko kifo cha mjinga. Nadhani mmenielewa vizuri wakina mama. Wakina mama! Safi! Wakina mama safi! Safi! Ngoja niende nikalewe nije kuwakumbusha neno jingine zuri na la mwisho. Mheshimiwa, mimi niko hapa kuhakikisha wewe unapita. Ile nafasi huko kuna yeye. Ile nafasi ilikuwa ya kwangu mimi. Kanifanyia figisu mpaka kapita yeye. Sio nilo, kwa hiyo mimi sasa hivi na wewe letu liwe hili. Kule mimi nipo tu kuchukua hela zake yule. Umenielewa? Kwa hiyo mimi najulikana, mimi nina watu. Wakina Songoro, wakina Magoso, wakija hapa uwanja mdogo hapa kwa watu kwa letu liwe hili. Tuhakikishe tunamkata yule mtu. Mjumbe, mimi nimekuelewa. Chana nimekuelewa sana. Lakini sijajua lengo lako haswa kubwa ni nini. Mimi lengo langu la kutaka yule bwana yule. Yule bwana yule asipite. Yule bwana nataka upite wewe. Yule mimi namuangusha, yule mimi sitaki hata kumuona. Mheshimiwa, ya mimi. Mheshimiwa, wewe ushapita. Yaani si bado kuapishwa tu, jiamini. Mjumbe, katika siku ambayo nimefurahi, leo nimefurahi sana. Na mjumbe, kama endapo nitafanikiwa kupata ward 1, basi nahakikisha nitakupa cheo kikubwa sana katika hospitali yetu ya kata. Umepita baba, umepita baba. Alafu mjumbe, sio kujua mimi sio mtu wa maneno, mimi ni mtu wa vitendo. Umepita baba. Baba umepita. Baba nikitoka hapa mguu nyumba hadi nyumba, na hisi unanijua.
Nabii mpumbavu, naona unasoma siasa za watu wa magharibi. Usipojifunza kwa watu walioendelea, ni lazima utadumaa kiakili au kisaikolojia. Inaonekana kabisa akili yako imedumaa. Hebu nitake lazi wewe. Mbona unanitusi matusi yako ya rejareja? Unazidi kudhihirisha kuwa wewe umedumaa kisaikolojia. Na hali ya kuwa wewe unachokifanya hata chama chako chenyewe hakikuungi mkono. Yaani unafanya kitu ambacho kipo nje ya taratibu ya chama chako. Unawalaghai watu kwa visenti vidogo vidogo. Nabii mpumbavu, unataka nifanye kitu gani hasa? Mbona mimi ninachokifanya kutoa masuala ya pesa, sijui masuala ya nini? Mbona hilo ni jambo la kawaida? Hata viongozi wengi wanatoa pesa kwa ajili ili wapate nafasi. Hilo ni jambo la kawaida. Kiongozi yoyote ambaye anatoa pesa kwa ajili ya kupata cheo au nafasi, kiongozi huyo hana tofauti na muizi ambaye anakwenda kuiba pesa benki alafu akaitoe sadaka msikitini, eti akijidanganya ya kwamba ataitakasa ile pesa ya uwezi. Umekaa madarakani takriban miaka 15. Haujaleta chochote cha maendeleo katika hii kata yetu. Leo hii unatuomba miaka 5 ili ukatuletee maendeleo. Labda ungekuwa na miujiza kama ya yule bwana pale Kawe. Ungekuwa na miujiza kama ya Mwamposa ndiyo ingewezekana. Lakini sio kawaida. Labda nikushauri kitu kimoja na kizuri na cha mwisho. Rudi tena ukasome, nenda pale Kigamboni ukaongeze taaluma yako ya siasa.